ine mstari wa 6 mpaka wa 8. Hello. Wa 8. Okay. Kwa maana mimi sasa na miminwa na wakati wa kufariki kwangu umefika. Nimepiga vita vilivyo vya vizuri, mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda. 8. Baada ya hayo nimewekewa taji ya haki ambao Bwana mhukumu mwenye haki atanipa siku ile, wala si mimi tu bali na watu wote pia waliopenda kufunuliwa kwake. Asante. 16 hadi 18. 16 hadi 18 naye inasema, katika jawabu langu la kwanza. Timothy ya pili 16 hiyo 18. Wakati walipojitetea kwa mara ya kwanza, hakuna mtu aliyesimama upande wangu. Wote waliniacha. Mungu asiwahesabie kosa hilo. Lakini Bwana alikaa pamoja nami, akanipa nguvu hata nikaweza kutangaza ujumbe wote. Watu wa mataifa wausikie, tena nikaokolewa katika hukumu ya kifo kama kinywaji mwa zimba. Bwana ataniokoa na mambo yote maofu na kunichukua salama mpaka katika ufalme wake wa mbinguni. Kwake uwe utukufu milele na milele. Amina. Asante sana wapendwa, katika masomo ambayo tumeyapata asubuhi ya leo, na ningependa tufungue Luka 18 fungu la 9 hadi 14. Nayo inasema, Yesu alitoa mfano huu kwa ajili ya wale waliojiona kuwa wao ni wenye haki na kuwadharau wengine. Watu wawili walikwenda hekaluni kusali. Mmoja wao alikuwa Mfarisayo na mwingine alikuwa mtoza ushuru. Yule Mfarisayo alisimama akasali kimoyomoyo, ninashukuru Mungu kwa sababu mimi si kama watu wengine, wanyang'anyi, wadhalimu, wazinzi, au kama huyu mtoza ushuru. Mimi nafunga mara 2 kwa juma na kutoa sehemu ya 10 ya mapato yangu. Lakini yule mtoza ushuru alisimama mbali, hakuthubutu hata kuinua uso wake kutazama mbinguni, bali alijipiga kifuani kwa majuto akasema, Mungu nihurumie, mimi mwenye dhambi. Nawaambieni, huyu mtoza ushuru alirudi nyumbani akiwa amehesabiwa haki mbele za Mungu, na wala si yule Farisayo. Kwa maana yeyote ajikwezaye atashushwa, na yeyote ajinyenyekezaye atainuliwa. Na tuombe. Mungu na Baba yetu, tunakushukuru asubuhi hii ya leo. Tusafi, tusamehe dhambi zetu tutakaposoma. Halo. Yes. Sijui unamaanisha nini, unipati ama bado itakuwa kilia. Ina sauti nyingi ama ina? Si sauti nyingi, inafanya Okay. Halo. Yes. Umenipata sasa? Ndio, sasa Okay, asante. Na niko nasema tuombe ili tusome fungu hili.
Asante Mungu kwa mapenzi yako. Tunaposoma mambo haya, tujikabidhi kwako, tusamehe, utuongoze katika jina la Yesu mkombozi wetu. Amen. Tumesoma fungu asubuhi ya leo. Mafungu haya matatu yanadhihirisha wema na fadhili za Mungu. Tumekuwa tukifundisha mambo makuu kuhusu wanafunzi. Na wakati mwingi tunapozungumzia mtu kuwa wanafunzi, kuna mambo mengine tumeyasoma kuhusu mapenzi na uwezo wa Mungu. Yeye anatutuma, na vile ambavyo ametutuma inawezekana tukakutana na watu wengi, na katika wanafunzi wetu tusije tukajua tunalolifanya. Ndugu zangu wapendwa katika Kristo, wazo kuu la masomo haya leo ni kuwa mbele ya Mungu Mwenyezi sote hatuna kitu cha kujisifia. Tupo mikononi mitupu. Ili tuweze kuwa na haki mbele yake, tunahitaji unyenyekevu. Katika Injili tuliyosikia hivi punde, tumepewa hadithi ambayo kila mmoja wetu anaifahamu vizuri. Inatueleza juu ya mdhambi mmoja anayejulikana kama mtoza ushuru, aliyekaa nyuma ya hekalu akajipiga kifuani pake huku akiomba huruma na msamaha wa Mungu Mwenyezi. Lakini kwa upande mwingine, juu ya Mfarisayo aliyekaa mbele ya hekalu kumkumbusha Mungu ni jinsi gani yeye alivyo mtakatifu na mwenye haki mbele yake. Kumbuka, yeye anamkumbusha Mungu ni jinsi gani yeye alivyo mtakatifu na mwenye haki mbele yake Mwenyezi Mungu. Kumbe Yesu anataka kutukumbusha ni jinsi gani mimi na wewe tunavyotakiwa kujiweka mbele za Mungu. Mfano huu wa Kristo unatufunulia mahusiano yaliyopo kati yetu na Mungu. Tunapaswa kutambua kuwa kiini cha mahusiano yetu na Mungu ni yeye ndiye aliyetuchagua sisi. Yeye ndiye anayeuanzisha huo uhusiano, na sio kwamba tumepata kuwa karibu na yeye kwa sababu ya sala zetu au kwa sababu ya matendo yetu. Kwa kujitwalia hali ya ubinadamu na kwa nia ya umwilisho na mwanaye, juhudi za Mungu za kuwavuta kwake zinaonekana dhahiri. Ndugu zangu wapendwa, Mfarisayo wa leo kwenye Injili anaweza kufananishwa na mfanyakazi anayejituma kutimiza wajibu wake yeye mwenyewe, kiasi cha kwanza kujilinganisha na wengine na kujiona kuwa yeye ni bora kuliko wenzie. Hapo wanaodiriki hata kuwanyooshia wengine vidole kwa sababu anamuona yeye hastahili kuwepo mahali fulani, au kuna wale tunaona kuwa hawastahili kukaa katika ofisi fulani, labda kwa sababu ya mwenendo wake mbaya, au huyu mtu kwa sababu ya tabia yake ya uchelewaji na mengineyo. Unasema mwingine anachelewa hapa, hata hastahili kukaa katika hii ofisi. Mwingine huyu ni mdhambi zaidi, hata hastahili kuwa kiongozi hapa kanisani. Ni hali fulani ya kujikweza na kukosa unyenyekevu. Kwa sababu huyu Mfarisayo alikuwa anafanya vizuri kuliko wengine na alifuata sheria zote za Musa, na hivyo anajiona kuwa yeye ni bora kuliko wengine. Katika hali yetu tunaweza kuwa tunafuata sheria zote vile kwa ajili ya kujiona, lakini na vile vile tunadhania kuwa sisi ni bora kuliko wengine. Anajiona yeye ndiye mwenye haki mbele ya Mungu kuliko huyu mtoza ushuru. Sala yake kwa Mungu inaonyesha kiburi na majivuno aliyokuwa nayo. Anasema, Mungu, nakushukuru kwa kuwa mimi si kama watu wengine. Anaanza kuambia Mungu, anamfahamisha kumbe wewe Mungu unajua hali yangu, unajua wengine dhambi wanazofanya. Anasema wengine, anaanza walafi, watu wadanganyifu na wazinzi. Anaorodhesha dhambi zao. Ndugu zangu wapendwa, hali hii ya kujisifu na kujivuna inawezekana ni yangu na wewe pia. Hebu jiulizeni mara ngapi umejisifu mbele za Mungu. Najua humu ndani wapo wale wenye majivuno ya kiroho kwa sababu ya mambo mazuri wanayofanya katika kanisa na jamii. Najua mtu anakuambia jambo fulani, mimi ndimi nililofanya hapa. Je, unapokuja kanisani unamwambia Mungu asante kwa kuwa mimi natoa sadaka kubwa kuliko wengine? Mimi sio mzinzi kama wale wengine. Siendi nje ya ndoa mimi, siendi nje ya ndoa yangu kama wengine. Nakuja kanisani kila siku na sio tu Jumamosi kama wengine. Asante Mungu kwa kunifanya bora kuliko wengine. Kwa hiyo ndiyo sala yako kwa hiyo sala yako una utofauti gani na Mfarisayo
na huyu ambaye tumesoma kwenye Injili. Wapendwa, Yesu Kristo asemi kuwa tabia ya Mfarisayo huyu ni mbaya. Mungu ama Yesu hapa asemi kuwa au vitu anavyofanya ni vibaya, ila anapinga tabia yake ya kujikweza na kudharau wengine. Kumbuka hajasema kuwa kutoa kwake sadaka ni kubaya. Hajasema kuwa kujitolea kwa kazi yake ni kubaya. Lakini anazuia kile ambacho anapinga hapa ni tabia yake ya kujikweza na kudharau wengine. Ni tabia ya kujitukuza na kujiona kuwa yeye ni mtakatifu kuliko wengine, ndiyo inayopingwa na Yesu hapa. Lakini vile vile kwa upande mwingine, kuna mwingine anaitwa hapa mtoza ushuru. Yeye anaonekana kukubalika mbele ya Yesu. Si kwamba yeye alikuwa anatenda mema, hapana, bali alikuwa ni mdhulumaji, mtu ambaye anadhulumu wengine. Yeye ni mtu anayependa kula rushwa na aliyekosa uzalendo miongoni mwa watu wa taifa lake. Lakini anapata kibali mbele za Mungu kwa sababu ya kujishusha kwake na kujitambua kuwa yeye ni mdhambi na anastahili hata kusimama mbele za Mungu. Anatambua vema uhusiano uliopo kati yake yeye kiumbe na Mungu wake ambaye ni mtakatifu. Utofauti kati yake na Mfarisayo unakuja katika matumizi ya maneno yafuatayo. Anasema mimi. Mfarisayo naye anasema mimi nakushukuru wewe, mimi sio kama, mimi nafunga, mimi nasali. Hali hii inaonesha hali ya ubinafsi katika sala. Lakini mtoza ushuru yeye anatambua uhusiano wake ulivyo na wengine, na ya kuwa amewakosea na amemkosea Mungu muumba wake. Unajua, anasema amewakosea binadamu, vile vile anasema amemkosea Mungu muumba wake. Alikuwa na unyenyekevu mbele za uso wa Mungu, naye anajua kuwa anahitaji huruma na msamaha wa Mungu, tofauti na Mfarisayo anayeona ahitaji chochote kutoka kwa Mungu. Hapa Kristo anatufanya na anatuonya juu ya malengo yetu tunapotenda mema. Ni yapi yaliyo malengo yetu wakati tunapotenda jambo jema katika jamii? Hakika swali hili ni sisi na Mungu wenyewe ndiye anayeweza kujua. Lakini jambo la msingi ni kujiona sisi wenyewe katika uso wa Mungu tunapotenda mambo mema. Watu wengi wanafanya jambo jema ili waweze kuonekana na watu na kusifiwa. Mfano, wanasiasa wanatoa misaada mingi. Unakumbuka wakati siasa ambapo zimefika, wanasiasa wao wanatoa misaada mingi karibu na kampeni ili kujipatia umaarufu na kura, na sio kuwa wanatoa kwa sababu ya upendo walio nao kwa jamii au kwa kutimiza mapenzi ya Mungu. Na kama sisi wa Kristo huo ndio muonekano wetu, basi tumekosea na hatujajitambua vizuri. Tunaalikwa leo hii tujali wengine na tuweke malengo yetu ya kibinafsi mbali na mapenzi ya Mungu. Somo la kwanza leo linatufundisha kuwa Mungu anawasikiza watu wote na hana upendeleo. Lakini kwa wale wasiotendewa haki, wale ambao ni maskini, wanaokandamizwa, wahitaji, wanaonewa na walio wanyenyekevu, Mungu usikiliza kilio cha mapema zaidi. Sauti zao umufika sawia, naye uwajibu haraka, kama tunavyoambiwa katika Zaburi ya leo. Wenye haki wanapomlilia Mungu uwasikiliza. Na katika somo lile la pili, tumesoma Timotheo wa pili, waraka wa mtume wa Paulo kwa Timotheo. Tumesikia mwisho wa maisha ya Paulo, akitazama yale aliyoyatenda na kuridhika kwa hayo, kwani ametenda kadri ya mapenzi ya Mungu, amekimbia mbio zilizo bora. Lakini tofauti na Mfarisayo, yeye anaielekeza sifa na sala yake na mafanikio yake kwa Mungu. Inawezekana ukafanya mambo mazuri, kukimbia kwema katika safari njema katika maisha yako, lakini sifa zote ukajilibikizia wewe mwenyewe. Paulo hapa kinyume ama kinaya na Mfarisayo, yeye anaielekeza sifa na sala yake na mafanikio yake kwa Mungu. Anatambua kuwa nguvu ya kutenda yote hayo imetoka kwa Mungu, na hivyo anatazamia tuzo yake huko mbinguni. Taifa teule la Mungu,
kila mmoja wetu anapaswa kujiuliza na kutafakari swali hili katika maisha yake ya kiroho, katika maisha yangu ya kiroho, katika maisha yako ya kiroho. Je, mimi ni kama mtoza ushuru au ni kama Mfarisayo? Sisi watu tunaokuja kanisani kila siku, sisi tunaokuja hapa asubuhi kila siku, tunaleta haki na amani katika dunia. Je, haya yanapaswa kunifanya mimi kujisikia bora kuliko wengine? Katika huduma yangu, katika huduma yako, je, hayo ndio malengo yetu? Au tunakuja hapa kujumuika pamoja na waumini wenzetu kumtukuza Mungu na kumsifu kwa baraka zake, na kwa kutambua kuwa sisi pasipo yeye ni watupu katika maisha? Kama hili ndilo lengo letu, basi tupo katika njia iliyo sawa na Mungu, na ataendelea kutubariki na kubariki yale tutendayo, kwani ni kwa ajili ya sifa na utukufu wake. Na mwishoni tutaweza kusimama kama tulivyosoma. Mtume Paulo anasema, nimefanya bidii katika mashindano, nimemaliza safari yote, na imani nimeitunza, na sasa ibakia tu kupewa tuzo la uadilifu na Bwana. Ndugu msikizaji, haya ni mambo makuu katika maisha yetu. Wakati mwingi sisi si wanyenyekevu, na Yesu anamaliza akisema, anatoa mfano huu kwa ajili ya wale wanaojiona kuwa wao ni wenye haki na kuwadharau wengine. Katika huduma yangu, katika maisha haya, je, umewahi kuwadharau wengine na ukajiona kuwa wewe ni mwenye haki? Unaona kuwa mimi si mwizi, mimi si mzinzi, mimi si mdhalimu, mimi si mnyang'anyi. Mfarisayo anaanza na kushukuru Mungu. Ni jambo zuri kushukuru kwa sababu amefanya mengi, lakini yeye anaanza kwa kusema, ninakushukuru kwa nini? Kwa sababu mimi si kama watu wengine. Ndugu msikizaji, katika huduma yetu tujitambue sisi ni akina nani. Tunapojitambua sisi ni akina nani, tunaponyenyekea mbele za Mungu na kutenda huduma ili sifa zote zielekee kwake, tutaweza kutambulika kama wana wake. Ni mapenzi ya Mungu kuwa tufanye kazi aliyotuitia, na tunapofanya hii kazi tuweze kutambua kuwa sisi hatuna uwezo wowote. Na kwa kila jambo la kuwatafuta hawa, unajua kuna wakati mwingine unawatafuta wengine, kisha unasema kama sio mimi nimewafikia wawili watatu, Mungu amenibariki kwa sababu mwaka huu mzima nimekuwa mwema. Naona kana kwamba mimi sijafanya dhambi yoyote, si kama wengine ambao wameoana, wengine familia zao zimeachana. Na mshukuru Mungu kwa sababu mimi nimesimama katika imani. Mimi nafunga mara 2 kwa juma. Mimi natoa sehemu ya 10 ya mapato yangu. Mimi si kama mtoza ushuru. Ndugu msikizaji, tutakuwa hatarini. Lakini tutakaponyenyekea, mwisho wanafunzi wanaenda kuhubiri. Wanapofika mahali wanakuja wanarudi kwa Yesu, wanamwambia, unajua Yesu, tulipofika hata mapepo yalikuwa yanatutii. Anawaambia, msifurahie juu ya hayo, furahini kwa sababu majina yenu yameandikwa mbinguni. Wakati mwingine pia walikuwa wametoka wakasema, sasa tumepata nguvu kwa sababu tumeona mambo yakitendeka haya, mambo makuu. Wakaenda kuhubiri. Wanapoenda kufukuza mapepo yanawaambia, unajua Yesu tunamjua, lakini nyinyi ni akina nani? Mapepo yakawachapa, yakawararulia nguo, wakarudi kama wako na damu mwilini, kwa sababu walikuwa wanafikiria kuwa yale ambayo wamefanya wataweza kwa sababu yao ni wanafunzi wa Mungu. Ndugu msikizaji, tu hatarini. Tusije tukajiona kuwa sisi tuna haki na kuwadharau wengine. Mungu atubariki tunapotambua kuwa sisi ni wadhambi na tunastahili msamaha, tunastahili kuhurumiwa, na tuweze kujuta katika maisha yetu. Mungu na wabariki. Tuombe. Mungu na Baba yetu, sisi ni wenye dhambi. Tuhurumie, utusafi kwa damu ya Yesu iliyomwagika msalabani. Yawezekana katika maisha haya tumefanya mambo mengi, hatuna la kujivunia Bwana. Tuakuhitaji katika maisha yetu. Tufanye tuone udhaifu wetu ili tukurudie na uturejeshe katika ufalme huu. Wenzetu ambao wanaumia asubuhi hii ya leo, wenzetu ambao wako katika vitanda vya hospitali, Bwana, hebu na ukawatembelee katika maisha yao, katika zile dhambi zao, ukawaguze kwa mkono wako wa uponyaji. Sisi sote ni wagonjwa wa kiroho.
tuponye Bwana ili tuweze kufikia ufalme. Ni ombi letu kwa jina la Yesu mkombozi wetu. Amen. Ine mstari wa 6 mpaka wa 8.